Ndugu zangu waendesha pikipiki AK bodaboda, si ndio si mbona hujiita hivyo? Jamani, misafara huwa inaheshimiwa, lakini bodaboda hamheshimu misafara. Hakika nawaambieni, yaani tunatumia nguvu kubwa kumzuia bodaboda asimame angali kuna msafara. Sasa ukija kugonga msafara, yaani sijui itakuwaje. Mimi sitaki kukwambia hapa, lakini sijui. Heshimuni misafara jamani, kwani shida iko wapi? Yaani unaweza kukuta mheshimiwa wamesimama kama nyuki, kama nyumbu, alafu sasa msafara ukishapita, hajulikani anayeenda huku ni yupi, hajulikani anayeenda huku ni yupi. Yaani vurugu. Hata ile trafiki tena hasikii uzi. Makusudi yes, makusudi kuto kuheshimu misafara ya viongozi barabarani. Ndio, usipoheshimu misafara ni makusudi. Mheshimiwa, najua hawa watu kwa sababu ya kupenya maeneo mengi ya jiji wamekutana na vivuko vya reli ama wamekatiza reli kwa njia moja ama nyingine. Inawezekana wanakatiza kwenye reli, lakini hawajui hatari ambayo inaweza ikawa inawakabili mbele yao. Kwa mujibu wa sheria ya reli namba 10 ya mwaka 2017 kifungu cha 84 kama kilivyofanyiwa marekebisho na sheria ya mwaka 2023 kinasema kuweka kitu chochote kwenye reli ama kutoa kitu chochote kwenye reli na kusababisha hatari kwa treni ama mtu aliyoko ndani ya treni ni kosa la jinai. Adhabu yake ni kwenda jela kuanzia miaka 3 mpaka miaka 5 ama faini kuanzia milioni 50 mpaka milioni 70 ama vyote viwili kwa pamoja. Kuhatarisha usalama wa reli, tumesema kuweka kitu chochote kwenye reli. Inawezekana wewe ukaingia kwenye reli ukaigonga ile treni, utakuwa umehatarisha usalama wa reli. Ndugu zangu wasafirishaji, tunapotaka kuvuka vivuko vyovyote vya reli, ziko alama ambazo huwa zinawekwa kabla ya kivuko. Kwa hiyo ni vema zikazingatiwa zile alama kabla mtu hajavuka. Alama zile ni muhimu sana. Asilimia kubwa hapa mna leseni, kuna masharti yenu na shule mliopewa kabla hujapata leseni, muizingatie. Changamoto yetu sisi, tukifika kwenye taa hatuheshimu hata trafiki. Wakati trafiki anasimamisha, sisi ndo tunaona kama ameturuhusu. Yaani unapita begani hapa kwa trafiki, unapita mgongoni huku mwingine, yani unakuta bodaboda zimemzunguka trafiki. Hiyo ni nini hiyo? Ni kero. Trafiki anayesimamisha barabarani, sisi hatumtii, tunapita, mara unampita hadi huku, wengine wanataka kumpamia. Yule akipewa mamlaka kwamba sasa amua, unafikiri uamuzi wake utakuwa nini? Atasema bodaboda wote wasiingie wapi? Mjini. Zingatieni sheria na taratibu. Tukiacha kuzingatia sheria na taratibu, kwanza wenye mamlaka wanaweza wakasema hao watu wamekuwa kero. Na kwenye mamlaka akishasema wewe umekuwa kero, maana yake nini? Wewe mwenyewe nyumbani kwako una mtoto, umemzaa mwenyewe, umemlea mwenyewe. Akishakuwa kero kwenye nyumba yako unafanyaje? Unamfukuza, kwa sababu binadamu ameumbwa kutotaka kero, na kero yeyote urahisi wake ni kufanyaje? Kuitoa. Sasa hilo ni waombe mwenyekiti, mambo yote tumemaliza, tuweke malengo ya kufuata usalama barabarani mjini. Awi? Wangapi tuko tayari? Nyosha mikono. Wangapi tuko tayari kufuata sheria barabarani? Haya, wangapi tunyoshe mkono ili watuone kwamba tuko tayari kufuata sheria za barabarani. Maksudi kupita kwenye taa nyekundu, kupita trafiki yake kusimamisha, kupita kwenye reli. Maksudi